Hii county ni gani na unaitwa nani? Hii county ni Nakuru County. Yes. Na tumekuwa hapa kwa kazi hii yetu ya Jua Kali. Yes. Na majina kwanza mimi naitwa Justin. Yes. Na tunafanya hii kazi ya Jua Kali. So sisi tunatembea tukichukua maoni ya Wakenya kuhusiana na maisha ya Kenya Kwanza. Kenya Kwanza ilisema inaanza chini. Kama we mtu wa Jua Kali, Kenya Kwanza inakupeleka namna gani? Hii Kenya Kwanza imetusumbua sana. Yes. Lakini tuweze imetusumbua. Yes. Na tena iko sawa upande wao. Yes. Lakini tumekuwa tunasumbukana sana. Gharama ya maisha iko juu. Yes. Gharama ya maisha iko juu. Unapata sasa nimetoka mimi nina mkaaji wa Nairobi. Yes. Lakini unapata niko Nakuru County. Yes. Ili kutafuta vile watoto watapata tu kitu ya tumbo. Sababu maisha iko hali ya juu sana. Ungepewa nafasi upatane na mtukufu Rais Ruto. Yeah. Ungemweleza jambo gani kuhusiana na maisha? Okay, huyo rais. Yes. Hata tuwezi ongea maneno yake sana. Juu vitu zenye aliambia Wakenya. Yes. Wakenya wamekuwa hata tuko very confused. Tuko confused kwa maisha sasa. Juu sasa hata hakuna kitu huwezi mkuta. Huwezi mpata. So ungemuhimiza jambo gani? Juu wakati mwingine anaweza kuwa atakuwa anaona mambo yake kwa mtandao na apatane na wewe ukiongea ukitoa maoni yako. Yes, anafaa. Kitu mimi nitaambia rais. Yes. Vitu zenye ameambia Wakenya. Yes. Hatimizi. Wawache kumulea. Wakenya walikuwa wamejitoa na wanampenda bado. Yes. Walikuwa wamejitoa sana. Wanampenda. Lakini naye vitu zenye anafanya. Yes. Ni kuonyesha alikuwa anatuchezea akili. Anachezea Wakenya akili. So mtukufu rais, kama unaweza kutusikia kwa mtandao mahali popote, juu huyu ndio mwandishi wetu. Yes. Na kama utatusikia. Yes. Timiza. Kama unaweza ambia, hata mimi niambie mtu nitafanya hivi, lazima nimtimizie, ndio roho yake itakaa ikiwa sawa sawa. So ile swali ningekuuliza siku ya leo. Yes. Kama ni jambo gani unajifunza kutokana na serikali ama na viongozi wale tunachagua Kenya hii? Unajifunza jambo gani? Rudia hiyo swali mzuri. Swali yangu ni jambo gani unajifunza kutokana na viongozi wetu tunaowachagua wa siku hizi? Jambo nimejifunza kwa viongozi. Yes. Ni waongo tupu. Juu sasa wametufunza ujanja. Yenye hatukuwa nayo. Sasa itakuwa inabidi tunakaa. Yes. Ukikaa. Yes. Unafikiria. Juu tuko na viongozi wazuri tunapoacha. Na tunachukua tu viongozi wazuri. Yes. Sasa mtu anakuja na njia zake, kama nikuje mwandishi. Yes. Nikuje nikwambie ukuje hapa na pesa. Yes. Unaona mimi nitakupenda kuliko ule mtu mwenye hajanipatia chochote. Ni kweli. So viongozi wenye tunachukua kwa siku hizi wanakuja na mfuko. Wanatuconfuse na Wakenya wanapenda pesa. Unauza kura yako shilingi 500 miaka 5. Kumaanisha mwaka moja ni shilingi 100. Yes. So mimi ile kitu ningekuhimiza kama Mkenya wa kawaida ni uhakikishe unasimama imara ikifika ni wakati wa kura. Lazima uangalie ni kiongozi gani unachagua. Sisi tunashukuru kwa wakati wako Kenya mwenzangu. Yeah. Na huku unatutembelea. Yes. Tuko na shida mingi sana ninaona huku. Sasa singepata juu ni kufuatilia video zako kwa mtandao. Yes. Na kwanza hata nakosa credit kwa maisha ya saa hii kununua bundles zenyewe. Ni shida. Sasa hata kijana yangu ndiye aliniambia, "Daddy, nimeona mtu kwa mtandao anasaidia Wakenya." Naye ndio nikamwambia kuja nionyeshe. Ndivyo nikaanza kukutafuta sana. So ni jambo gani ulikuwa unataka kuzungumzia? Shika tu kidogo, maybe Wakenya wanaweza kusikiza. Jambo ninazungumzia ni gharama ya maisha. Yes. Gharama ya maisha iko juu, school fees iko juu, uniform unaenda kununua wataki ununue kwa soko, mwalimu anakuandikia uniform, uende kwa duka, sasa unashindwa ile duka ni yake ama haya, chakula iko juu. Yani maisha iko juu sana. Sasa shule juu, chakula juu, maisha yenyewe sisi wenyewe ni Jua Kali. Si Wakenya tutafanya nini? Hiyo ni kuguza tu Wakenya wenzangu. Hiyo ni mwanzo tu ya maoni ya Wakenya kuhusiana na maisha ya Kenya Kwanza. Walisema wataanza chini.
Sasa wacha tuone Wakenya watazungumza namna gani. Asanteni kwa